Mwanamke, ukiwa kwenye ndoa, unatakiwa uhakikishe unamiliki vitu kwa majina yako, unamiliki nyumba kwa jina lako, umiliki viwanja kwa majina yako. Dada, mama, amka, usilale. Mimi naomba niwaulize swali. Kwa mfano kama mimi, nina watoto hawa 4. Wote nimeshindwa kumiliki hata mmoja kwa jina langu. Mimba miezi 9 na uchungu juu, nikamzaa mtoto, akazaliwa. Alipotoka tu, cha kwanza akapewa jina fulani bin fulani, jina la mwanaume wangu. Wa pili hivyo hivyo mpaka wa 4 hivyo hivyo. Kama nimeshindwa kupambana nikamiliki hata mtoto mmoja kwa jina langu, nawezaje kumiliki nyumba kwa majina yangu? Nawezaje kumiliki chochote nikiwa kwenye ndoa kwa majina yangu? Mimi kwa upande wangu vyote vimilikiwe kwa majina ya mwanaume wangu. Kuanzia nyumba, viwanja, chochote kile, ili mradi nipo kwenye ndoa, nipo na mwanaume wangu, vyote tunavyovitafuta kwa pamoja vitamilikiwa kwa majina ya mwanaume wangu na sio mimi. Yaani hata ningekuwa muajiriwa, hata ningekuwa nina kazi serikalini, bado mshahara wangu ungekuwa ukiingia tu naenda kumkabidhi baba mwenye nyumba. Mume wangu, mshahara umeshaingia, pesa hii hapa. Kama nina uhitaji labda 50,000, 100,000, nitamuomba baba, katika hiyo hela naomba, nina shida na 50,000 au nina shida na 100,000. Yeye mwenyewe ataamua, atafikiria ananipa au hanipi, japo ni mshahara wangu. Utasema wazazi wangu wamenisomesha sijui nini. Walikusomesha ndio, lakini walikuuza kwa bei ya jumla. Umenunuliwa wewe. Kama walikuwa wanajua wamekusomesha, mbona wakatafuta mteja ambaye ni mwanaume wako, akakununua, akakuweka ndani? Hivyo vyote ni mali ya mume wako. Usichokielewa hapo kipi? Kwani wao wazazi wako hawajui kama wao wamekuuza? Hawajui kama wao umenunuliwa kwa bei ya jumla? Mali ikishanunuliwa kwa bei ya jumla huwa hairudi dukani. Kule kwa ndugu ni kutembea tu, tena kwa ruhusa ya mume wako, sio ujiamulie. Sio, tunaelewana nyinyi mloolewa mnaojifanya kwamba mnajua kunyanyasa watoto wa watu, mnajua kunyanyasa waume zenu, mnajifanya sijui mna vimishahara vikubwa, sijui mna vibiashara, mnaleta dharau kwa wanaume zenu. Mwanaume anastahili kuheshimiwa, mwanaume anastahili kupendwa, kujaliwa, kunyenyekewa. Sio, tunaelewana vizuri? Mwanaume ndo kichwa cha familia. Mwanaume kuna vitu vingi anavipitia. Unamfanya mwanaume ambaye wewe amekuleta huko ndani kama msaidizi wake wa kukushirikisha katika changamoto ngumu ambazo anazipitia, kushirikishe walau apate maneno ya faraja. Lakini wewe mwanamke umekuwa ndo chanzo, yani tuseme ndo kama, yani wewe ndo umekuja kumuumiza zaidi huyo mwanaume. Akikushirikisha kidogo, mara umeenda kumtangaza, mara umeenda huku. Mambo ya familia unawezaje kumsimulia rafiki yako au ndugu yako? Havihusiani. Hivyo ni vitu vya watu hawa wawili, ndio maana mkaambiwa ni mwili mmoja. Mwenzio kakwama, akakutwa na changamoto ambayo imemkabili, akapumulie wapi? Ni wewe unayelala naye kitanda kimoja usiku mzima ndo atazungumza na wewe, mke wangu mwenzio ni hivi na hivi na hivi na. Huna uwezo wa kumsaidia, huna biashara, huna mshahara, hujaajiriwa, unakaa tu nyumbani. Mpe mawazo, mfanye mwanaume wako apone. Lakini wewe amerudi mwanaume amechoka, wakati mwingine ana stress za kazi, za biashara, huko alikoajiliwa changamoto ni nyingi, unafika na wewe makelele, umechoka kurudi, ulikuwa kwa malaya, sijui ulikuwa kwa nini. Jamani, wanaume wanapitia changamoto, wanaume wanapitia magumu, hata kama wanawake wengine wa nje, lakini bado mwanaume anapitia magumu. Sio kila anaporudi mwanaume amechoka au ana stress ukafikiria nawaza mwanamke wa nje. Unapokuja kumpigia kelele unamchanganya. Unapokuja wakati mwingine anahitaji tendo la ndoa walau ashtue ubongo wake, alifresh ili akae vizuri, unamnyima tena. Hutaki kutoa tendo la ndoa. Mwanaume ndo anazidi kuchanganyikiwa. Mwanaume akikosa tendo la ndoa la nyumbani anachanganyikiwa. Yani anakuwa kama mwehu. Anafika mahali anatoka nje anaanza kuomba. Wala basi hata kwa wanawake wanaojiuza, yani anaomba kama chizi. Kuweni na huruma wanawake. Wanaume wanapitia changamoto jamani. Kuweni na huruma. Wanaume wanapitia magumu. Mfariji, wewe umekuja kama mfariji wake, sio umekuja tena kama jini kwa ajili ya kumkandamiza. Yani unaingia kwenye ndoa una mipango yako mingine. Unahitaji kumiliki nyumba kwa jina lako. Unahitaji sasa umeshindwa kumiliki tu hao watoto kwa majina yako. Unataka kugombania kumiliki nyumba kwa majina. Zitakusaidia nini wewe?
Itakusaidia nini hiyo kumiliki nyumba kwa majina yako? Mpende huyo baba, mpende mwanaume wako. Wa nje wanamtamani sana huyo baba. Yaani wanamhitaji vibaya mno. Teleza tu kidogo muachie afu uone. Hao masingomaza huko barabarani wanapiga kelele, "Oh, mimi bila mwanaume ndo nimefanikiwa, nimefika hapa nilipo." Toka na wewe kwenye ndoa nenda uende ukafanikiwa kama wewe waliofanikiwa, ambavyo wewe unafikiria kwamba yule bila mwanaume ndo maana amefika pale alipo. Watu wana mambo yao. Watu nyie wanawake, naomba tu niishie hapo hapo. Kama ni muelewa utakuwa umeelewa. Kama ulikuwa umemnunia mwanaume wako, rudi nyumbani, muandalie nguo, muandalie maji ya kuoga. Hakikisha unampa tendo la ndoa vizuri. Mfanye baba wa watu asikie raha. Mfanye baba wa watu alifresh kwa hayo majanga matatizo anayokutana nayo huko. Akifika nyumbani iwe ni pumziko lake, asikie raha. Unamfanya baba wa watu. Yaani jamani, na nyie mmezaa na mna watoto. Yaani waza hivyo unavyomfanyia huyo mtoto wa mwanamke mwenzio, ni wa kwako ndo angekuwa anafanyiwa hivyo na mwanamke wako. Unafikiri mama yake angekuwa anajisikiaje? Au wewe kama ndo mama ungekuwa unajisikiaje mzazi? Yaani hilo unaotengeneza bomu kwa huyo mwanaume wako ni malipo atakao kuja kuyalipia huyo mwanao wewe wa kiume. Atakuja ateswe na mke wake ni zaidi ya wewe unavyomtesa huyo mtoto. Andaa tu, hilo ni bomu unaliandaa, ni malipo. Mwanao atayalipia, nakwambia wewe mwanamke. Atalipa.